Yesu ni nani? Mungu 100%. Yesu ni nani? Mungu 100%. Oh, Yesu ni nani? Mungu 100%. Yesu ni nani? Mungu 100%. Ukubali usipokubali Yesu, Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa, atabaki kuwa Mungu. Ukubali usipokubali Yesu, Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Piga mikono kwa ajili ya Yesu, vigelegele. Sijasikia kigelegele chako. Kama unafunguliwa na Yesu, piga makofi yako kwa ajili yake. Kwa wimbo moja hii tu tutamsifu Mungu na atapewa utukufu. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré moi, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh, Chama m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alors, alléluia. Moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai. jamais. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai. À moi je vais bouger pour Jésus. Allez, bougez. Il est le roi, sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus, je régnerai. À moi je vais acclamer Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus, je régnerai. Emma. Oh, Emma. Oh, Yesu, allez, bougez. Bougez pour les rois des rois. La zomo na yote. Bino bien. Ningana kotala de na yote. Aïe. Emma.
Ah, loué, loué, loué. Loué, Jésus, loué. Loué, les rois, loué. Maboko likolo, maboko likolo, maboko likolo. Maboko likolo, maboko likolo, maboko likolo. Asoki olingi Yesu loba Jésus. Asoki olingi Yesu loba les rois. Asoki olingi Yesu loba Jésus. Asoki olingi Yesu loba les rois. Ah, loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Jésus, Jésus. Ah, il est comme ça. Alléluia. Tunatia mahubiri mbele zako Jehova. Wende kumjaza neema, wende kumjaza mamlaka, wende kumjaza utukufu, wende kumjaza uwepo. Roho za uchawi tunazipindua katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila madhabahu ya shetani, kila falme zibaya zote zishindwe ni katika jina la Yesu. Enyi wapelelezi wa uhuru yetu, tunasema Bwana wakemee, Bwana wakemee, Bwana wakemee, Bwana wakemee katika jina la Yesu. Waliokuwa wagonjwa mahali hapa wende kuwaponya, waliokuwa wajiweze wende kuwatia nguvu, waliofungwa wafunguliwe ni katika jina la Yesu. Acha mkono wa Bwana wende kuonekana, neema ya Roho Mtakatifu tena isimame ni katika jina la Yesu. Kuomba ni kwetu, Yesu ande kutenda, kwa maana uko Mungu mfariji mwema. Na wote wakasema amena. Tutafungua mikono yetu ili kwamba tumkaribishe mwalimu wetu wa siku. Fungua mkono wako bia mahali ulipo. Tutahesabia moja, maana tunaamini sisi Mungu mmoja tu, yani Yesu Kristo. Moja. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Ongeza makofi na vigelegele kwa utukufu wa Bwana. Siyasikia makofi na vigelegele. Siyasikia kigelegele. Siyasikia mikono yako. Pigia Bwana makofi, pigia Bwana makofi, pigia Bwana makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana akubariki. Karibu. Bwana wabariki kuona bidii yenu inaendelea kuonekana ndani ya mkutano. Tunakaribisha wote, wachungaji, wazee wa kanisa, wachungaji wa makanisa mbalimbali. Tunaona mchungaji mmoja yuko hapa. Mungu akubariki baba. Na sisi kunatupatia invitation, tutafika. Na tunasema kwa wamama wote, wamama viongozi, Mungu awabariki. Mungu tena awabariki. Amen. Kuona mko mnaacha makazi zenu mnaonekana hapa. Nasema Mungu wetu Yesu Kristo awabariki. Amen. Kwa kuona mnaacha kazi zenu zote, mnajinyima starehe za dunia, lakini mnafanya jitihada za kuja kumwabudu Mungu. Kristo awabariki. Vijana wote, wababa wote, Bwana wabariki. Bwana aendelee kuwatia nguvu kwa kazi yote tunaona mnafanya katika siku hizi tatu. Tunaonekana hapa kwa ajili ya kujinyima starehe za dunia, lakini mnajipatia muda ya kufanya kazi ya Bwana. Na niwapongeze katika Wakorinto wa kwanza 15:58 ambayo Paulo anasema nini? Wakorinto wa kwanza 15:58. Basi ndugu zangu wapenzi, Musimame imara. Musimame imara. Musitikisike. Musitikisike. Muzidi siku zote kutenda kazi ya Bwana. Muzidi siku zote kutenda kazi ya Bwana. Kwa sababu mnajua ya kuwa kazi yenu si bure katika Bwana. Sababu nyie peke mnajua hii kazi mko mnafanya haiko avantire mbele ya Mungu. Amena. Amen. Tunakubariki kwa neno lako Yesu Kristo, kwa neema ya kipekee ambao umetupa kuja hapa kutangaza mapenzi yako. Siku tatu hizi tunakuwa hapa kwa lengo moja tu,
watu wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, watu wapokee imani yako wewe Mungu wa pekee wa kweli. Yesu Kristo, neema yako iwajaze uweza, iwajaze mamlaka, iwajaze ufungulifu katika Roho Mtakatifu. Mashambulizi ya ulimwengu wa kichawi na ifunga katika mamlaka na katika uwezo, katika jina la Yesu wa Nazareti. Roho wako aanze pamoja nasi hadi tutamaliza mkutano wetu. Kila mipango ya shetani, kila programe ya shetani kuvuruga mkutano, tunakemea katika jina la Yesu Kristo. Uliye Mungu Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Okay. Nadhani text yetu tunaijua sie bote, ambayo itakuwa develope tena leo kufuatana na jinsi siku ya ine tulianza. Ndio. Hatua yetu ya kwanza ilikuwa inasema amri za Mungu na desturi za watu. Ndio sije yetu. Amri za Mungu na desturi za wanadamu ndio sije ambayo tuko tunafundisha. Na tutaenda hatua kwa hatua. Na waza leo ni siku ya 3 ambayo tuko hapa. Acha tena turudilie ile verse kwa sababu tunafika kwa hatua ya suteme ingine. Karibu. Marko 7 mstari wa 5. 7 inasema nini? Basi Wafarisayo na waandishi wakamuuliza, ndio, kwa nini wanafunzi wako hawafuati desturi ya wazee? Kwa nini wanafunzi wako hawafuati desturi ya wazee, lakini wanakula chakula na mikono michafu? Nikasema kwanza tutaelewa kitu kimoja. Imani ambayo Yesu aliileta ni imani iko na msingi ya uungu ndani yake. Ndiyo imani ambayo alituletea Yesu Kristo. Lakini hapa kunaonekana imani nyingine kipiga vita. Kwa nini wanafunzi wako hawafuati desturi za wazee? Akawaambia, naam, Isali tabiri vema juu yenu wadanganyifu. Kama ilivyoandikwa. Twende. Watu hawa wananiheshimu kwa midomo. Twende. Lakini mioyo yao iko mbali nami. Twende. Wananiabudu bure. Wanaabudu lakini wananiabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo amri za watu. Na wanafundisha ndio, lakini wanafundisha amri za watu. Munaacha amri ya Mungu. Munaacha amri ya Mungu. Munafuata desturi ya watu. Munafuata desturi za watu. Kama kusukula sahani na vikombe. Kama kusukula sahani na vikombe. Na munafanya maneno mengi mengine namna hii. Twende. Akawaambia. Akasema nini? Kweli munakataa amri ya Mungu mupate kutii desturi yenu. Twende. Maana Musa alisema, heshimu baba yako na mama yako. Heshimu baba yako na mama yako. Na tena anayetukana baba au mama afe kufa. Twende. Lakini nyinyi munasema. Wanasema nini? Kama mtu akiambia baba au mama, yote mali niliyokuwa na lazima ya kukupa upate faida ni korbane. Maana yake zawadi kwa Mungu. Leta maneno. Hivyo mumuruhusu afanye neno tena kwa baba yake. Sawa. Au mama yake. Twende. Munalitangua neno la Mungu. Kwa sababu ya desturi yenu muliopokeleza. Bwana kubariki sana. Amina. Nilishaongea introduction ya maisha ya Marko. Acha tuingilie somo letu. Yesu alikuwa akifundisha. Nilikwambia wakati alikuwa akifundisha hapa duniani alikuta dini duniani. Alikuta dini ya waandishi na ilikuwa na doktrine yake. Ya Wafarisayo ilikuwa na doktrine yake. Sadukayo alikuwa na doktrine yake. Maherodia walikuwa na doktrine yao. Kila dini ilikuwa na doktrine ambayo inatembelea kinyume na neno la Mungu. Wakati Yesu alikuwa akifundisha, Wafarisayo wakakuja wakamwambia Yesu, kwa nini wanafunzi wako hawafuati desturi ya wazee wetu kwa sababu hawanawe mikono yao wakati wanapokula chakula? Yesu naye aliwajibu akawaambia, kwa nini ninyi vile vile mnavunja amri ya Mungu
kwa sababu ya desturi zenu. Maana Mungu alisema, heshimu baba yako na mama yako, atakayetukana baba yake au mama yake afe kufa. Lakini ninyi mnasema, kama ukileta zawadi kwa Mungu ni korban, maana yake zawadi ya kuleta kwa Mungu. Mumelitangua neno la Mungu kwa sababu ya desturi zenu mulizopokelezana. Leo suteme yetu inazungumzia wananiabudu bure. Wananiabudu bure. Jana tuligusia desturi za watu. Katika hii suteme kuniabudu bure, utayua kwamba watu kweli wanaabudu kwa leo, hawaache kuabudu. Kama vile katika ujio wa Yesu alikutana wanaabudu. Lakini neno la Yesu, munaabudu, lakini munaabudu bure. Kwa nini aliwaambia wanaabudu bure? Ndio itakuwa kabisa teme yetu katika hii mafundisho ya Marko 7:5. Kwa sababu ingali andiko tu hii moya, lakini tutaidevelope ipate kutuonesha kwa nini Yesu aliwaambia wanaabudu bure. Aliwaambia wanaabudu bure kwa sababu ibada ambao walikuwa wanaifanya kwa misingi ya imani ya akili yao peke yao. Hawakukuwa na imani ya kimungu. Walikamata sehemu ya mafundisho ya Musa na wakakamata desturi za akili yao, wakatanga, wakafanya imani ambayo inaitwa imani ya Mungu. Lakini Yesu anachunguza ile imani yao, anasema munaabudu bure. Kwa nini waliabudu bure? Angalia hii verse ambayo utaisoma katika Mathayo 15:1. Twende haraka. Mathayo 15 mstari wake wa kwanza. Ingali verse moja tu. Alafu waandishi na Wafarisayo walikwenda Yesu toka Yerusalemu akisema, ndio, kwa nini wanafunzi wako wafuati desturi ya wazee? Kwa nini wafuati? Utaelewa kwamba hapa kuna imani ya Yesu na kuna imani ya wazee. Na njoo hii dunia utaelewa. Haiko tu kujua kwamba hivi imani ya Yesu Kristo iko, dunia yote inabeba imani ya Yesu. Hapana. Kuna watu wanabeba imani ya Yesu Kristo na kuna watu wako na imani ya akili ya wazee wao, kinyume na imani ya Kristo Yesu. Na wanaendelea kuwa vegle na hawa walimu wao kuwaonyesha kama ni Mungu ndiye kabisa aliwapa hii imani. Twende. Kwa nini wanafunzi wako wanavunja desturi ya wazee? Kwa sababu wanao mikono yao wakati wanapokula chakula. Twende. Akajibu akawaambia, rudilia. Alafu Wafarisayo na waandishi, twende, walikwendea Yesu toka Yerusalemu wakisema, kwa nini wanafunzi wako wanavunja desturi ya wazee? Desturi ya wazee. Kwa sababu wanao mikono yao wakati wanapokula chakula. Twende. Akajibu akawaambia, naam, kwa nini nyinyi vile vile mnavunja amri ya Mungu? Kwa sababu ya desturi yenu. Twende. Kwa sababu Mungu alisema, heshimu baba yako na mama yako. Twende. Na yeye anayetukana baba yake au mama yake afe kufa. Lakini nyinyi mnasema, naam, kila mtu anayeambia baba yake au mama yake, yote aliyopaswa kusaidiwa na mimi yameletwa kwa Mungu. Twende. Yeye aheshimu baba yake. Mumefanya neno la Mungu kuwa bure kwa sababu ya desturi zenu. Isaya alitabiri vema juu yenu wadanganyifu akisema, watu hao wananiheshimu na midomo, mioyo yao iko mbali nami. Wanaabudu lakini bure. Sasa utaelewa kwamba wanaabudu bure. Kwa nini? Wanaabudu bure kwa sababu walifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, wakaacha mafundisho yaliyo ya Mungu, wakafundisha wanadamu akili zao wenyewe. Ndio kwa maana Yesu aliwaambia
wanaabudu, lakini wanaabudu bure. Kuabudu bure inatokana na nini? Kuabudu bure inatokana na watu kufundisha mafundisho yasiyo na msingi wa imani ya Mungu mmoja tu wa kuabudiwa duniani pote. Maana wakati Mungu katika Agano la Kale anaanza na Israeli, ukisoma kitabu cha Kutoka unasoma 20:1. Kutoka 20:1. Ndio. Mungu akasema maneno yote na Musa akisema, twende, mimi ni Bwana Mungu wako ambaye nilikutoa katika nchi ya Misri. Leta neno. Toka nyumba ya utumwa. Toka nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ubarikiwe. Kwa Yesu kuambia watu wanaabudu bure, utayua kwamba walikuwa kwanza wanaabudu kwa Mungu wasiye kwanza mjua. Ndio kitu cha kwanza kile. Kutokujua Mungu wa pekee na wa kweli, lakini uko naabudu, unaweza onekana unaabudu bure. Sasa Mungu kuwatoa Waisraeli toka katika nchi ya Misri, aliwapa instruction mbalimbali. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio instruction ya kwanza. Unaposoma tena 5:6, twende haraka haraka. Kutoka, twende haraka. 5:6. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati inasudia nasema. Inasema nini? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Twende. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu kilicho juu mbinguni wala chini duniani wala au ndani ya maji chini ya nchi. Sawa. Usijiname mbele yao kwa kuzitumikia, kwa kuwa maana mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, naam, nikipatiliza uovu wa baba ya wana hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale ambao wananichukia. Simama pale. Yaani Mungu kujiadrese, anajiadrese kwa yeye ni Mungu pekee. Hapendi binadamu yeyote baada ya yeye Mungu akuwe na mwingine Mungu. Ndio Mungu alitaka. Na tunaposema kuabudu ni kuabudu kwa Mungu ambaye ni pekee. Sasa huyu Mungu kwa kuweka misingi yake duniani, ilibidi kwanza aeleweshe wanadamu ya kwamba yeye ni Mungu pekee. Leo kuko confusion sana ya watu kuamini Mungu, kuabudu Mungu, na hata wanapofanya ibada wanashindwa kujua ibada wanapoifanya wanaifanya kwa Mungu gani. Sababu kuna wengine wanasema sisi tuko na imani ya Mungu, tunaamini Mungu mmoja tu, lakini ukimuuliza huyu Mungu hana jina, anakuambia ni Mungu tu. Utaelewa kwamba na shetani naye ni Mungu. Soma Biblia. Yohana ni Mungu wa dunia hii. Yohana 14. Ndio. Fungu lake la 29. Bwana kubariki sana. Sitasema nanyi tena maneno tena. Okay. Kwa sababu mkubwa wa dunia inakuja. Okay. Naye hana kitu ndani yangu. Hana kitu ndani yangu. Lakini dunia jua kama ninapenda Baba. Twende. Na Baba yangu aliniagiza ndivyo ninafanya. Ubarikiwe. Simama hapa tutoke. Sawa. Ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha mafikiri yao wasioamini. Mungu wa dunia, shetani naye ni Mungu. Sasa kuna watu unaweza uza gari unaandika Mungu amenipa. Haiyamaanisha kama Mungu huyu wa kweli wa mbinguni ndio anakupa. Juu shetani naye ni Mungu. Lakini inabidi utafute jina ya huyu Mungu ambaye anakupa. Kuna watu unaona anaandika kunyumba yake hata kafeteria, Mungu ni mkubwa anayetupa neema. Lakini hatuyue Mungu gani. Kwa sababu kuna Mungu ambaye aliumba mbingu na ardhi, na kuna Mungu ambaye ni Mungu wa dunia hii, maana yake shetani. Lakini huyu Mungu ambaye tuko tunazungumzia hapa ndiye kwanza kusimamisha misingi yake,
akasema wanadamu wasiwe na miungu mingine ila yeye peke yake. Lakini utajua kwamba shetani kuingia katika dunia pia naye alijiita Mungu, na ni Mungu wa dunia hii. Paulo anasema ni Mungu wa dunia, wa Korinto wa pili 4:3. Lakini kama ikiwa habari njema yetu imefichwa, hata hivyo unaona tunahubiri injili na wanasikia injili, lakini injili haiwapatie upambanuzi wa imani, imefichwa kwa wanaopotea. Nini natuma wanapotea? Ndani yao Mungu wa dunia hii. Nini? Ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha mafikiri ya wasioamini. Naam. Ili nuru ya habari njema utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu isiwangazie. Kumbi kuko Mungu wa hii dunia ambaye anaitwa Shetani, iko na jina yake. Sasa tunaona dini nyingi wanaabudu, tunaabudu Mungu, apewe sifa Mungu wetu, Mungu wa ajabu, Mungu wa milele, lakini hajulikane. Anaweza kuwa ni Mungu wa dunia hii, nili sifa. Lakini acha sasa tutafute huyu Mungu ambaye anasema kwamba yeye ni Mungu peke yake, na yeye ndiye anatafuta watu wa muabudu. Lakini kuna ule mwingine Mungu adversaire ambaye naye alitafuta sifa za ibada katika Mathayo 4:8. Mathayo sura 4. Twende haraka. Mstari wake wa 8. Ubarikiwe. Tena shetani akamchukua. Hata mlima mrefu sana. Akamchukua nani? Yesu Kristo. Twende. Akamwonyesha falme zote za ulimwengu na utukufu wao. Sawa. Akamwambia, haya yote nitakupa. Anaambia nani? Yesu Kristo. Hivi vyote nitakupa kama ukianguka kuniabudu. Kumbi shetani na analomba nini? Maabudu. Kama nani? Kama Mungu. Twende. Ndipo Yesu alimwambia, kwenda zako shetani. Kwa sababu imeandikwa. Uabudu Bwana Mungu wako. Utaabudu Bwana Mungu wako. Umtumikie yeye peke yake. Yesu anarudilia maneno kama ibada haiko kwa shetani, lakini ibada ni kwa Mungu yeye peke yake. Tunapokuwa hapa tunakuya fanya ibada, tunakuya fanya maabudu, tunakuya fanyia nani maabudu? Tunakuya abudu nani? Tunakuya rudisha sifa kwa nani? Kwa Mungu gani? Ile ni jambo la msingi tunapenda kufundisha katika maandiko. Tusianze tu tunaanza kuabudu, tunaanza kusifu, sijue tunafanya ibada, lakini watu washinde kujua Mungu gani tuko tunafanyia ibada, Mungu gani tuko tunapatia sifa. Unajua watu wengi zaidi wanazania baada ya kutokunywa bangi, kutokunywa pombe, kutokuzini, kutokuiba, kutokuua, yani mbingu wanaingia. Unaweza acha uzinzi, unaweza acha wizi, unaweza acha kuiba, unaweza acha kusema uongo, lakini kama uliabudu na ukujua Mungu ambaye ulikuwa unamwabudu, imani yako ni bure. Na ndio maana hao Wafarisayo Yesu aliwaambia mnaabudu lakini mnaabudu bure. Kwa nini? Hawakuwa wizi, hawakuwa washarati, waliabudu bure kwa sababu walikuwa wanaabudu Mungu ambaye hawamjui. Sasa na wewe ukiabudu Mungu ambaye haumjui, iko shida. Utazania kwamba imani inakuwa sahihi sababu wewe unywe pombe, wewe uibi tena, wewe uzini tena, kumbi imani yako haielekee Mungu wa mbinguni, inaelekea lisifa. Ndio jambo la upotevu kwa watu wengi. Sasa tunaenda polepole ili tuingilie maandiko yetu. Paulo alipoingia katika Asia, alikutana watu wanaabudu Mungu. Walikuwa na madhabahu yenye miandiko kwa Mungu yule asiyejulikana. 16:17 twende haraka. Matendo ya Mitume 17:16. Ubarikiwe. Paulo alipokuwa akiongojea katika Atene, anaenda ubiri Asia na wangojea katika Atene, akiona namna mji ulivyojaa sanamu, akaona namna mji umejaa masanamu, roho yake aliumia ndani yake. Paulo alisikia roho yake nasononeka sana,
ikaumia ndani ya mwili wake. Basi katika sinagogi alibishana na Wayuda. Sikia sasa, Benye alikuwa alibishana na Wayuda. Nao wenye kuogopa Mungu. Walikuwa naogopa Mungu lakini hawakuwa najua Mungu wanayemwabudu. Rudia tena basikie buzuri. Paulo alipokuwa akiongojea katika Atene. Akiona namna mji ulivyojaa sanamu. Aliona mji namna jinsi inachangamuka na ibada za sanamu. Roho yake aliumia ndani yake. Akaumwa ndani ya roho yake. Basi katika sinagogi alibishana na Wayuda. Akaanza bishana na Wayuda. Na wenye kuogopa Mungu. Balikuwa naogopa Mungu. Lakini banaogopa Mungu lakini habajue Mungu gani wanayemwabudu. Lakini banaogopa Mungu. Ndio maana nikwambia unaweza shika sakramenta, hauibe, hauzini, hauseme bongo, hausharate, jehanamu utaingia tu. Aba balikuwa benye kuogopa Mungu. Lakini abayua Mungu mwe banaogopaka. Twende. Na kila siku katika soko. Pamoja nao waliokutana naye. Twende. Na wengine wenye hekima wa Epikurio na Wastoiko. Walikutana naye. Twende. Wengine walisema, mtu huyu mwenye maneno mengi anataka kusema nini? Kama vile tunasimama hapa. Akoso unaweza jiuliza, hao watu wanakia kuhubiri. Tumekwisha kuwa Wakristo. Tuko ndani ya dini zetu. Sikia nikwambie. Dini ni mpango ya mwanadamu. Wokovu ni mpango wa Kristo kwa kumtafuta mwanadamu. Amina. Inawezekana ujisifie dini lakini unapotea. Ndio. Hapa hatukia kuhubiri, asa tunakia kuhubiri bapagani. Tunakia kuhubiri watu ambao wao katika dini zao, tunakia kuhubiri wapagano, tunakia kuhubiri kila namna ya watu. Kwa sababu mtu anaweza potea akizania amekwisha kuokolewa na anakuwa miongoni mwa wale wanaotafuta wanaopotea, kumbi yenjo anapotea. Lakini naye iko miongoni mwa wale wanatafuta wenye wanapotea, kumbi naye iko katikati ya wenye kupotea. Ndio. Twende. Wengine walisema, mtu huyu mwenye maneno mengi anataka kusema nini? Huyu mtu mwenye na maneno ya mingi anatafuta tuambie nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mhubiri wa miungu migeni. Huyu anaonekana ni mhubiri, lakini anaweza onekana ana Mungu mgeni. Kumbi baliyua kama biko na miungu yao, ye biko na mwa ile Asia, miungu yao iko preza. Lakini Mungu mwenye Paulo anawaletea ni Mungu mgeni ambaye bado hawajamwamini, bado hawajamsikia. Twende. Kwani alihubiri habari za Yesu na ufufuko. Kumbi huyu Mungu alikuwa anahubiri. Alikuwa anamhubiri Yesu, pia kuna hubiri habari za ufufuko. Wakamshika. Wakamleta Areopago wakisema, tunaweza kujua maana ya mafundisho ya mapya. Kumbi ni mafundisho nini? Mapya. Kama kwa manapata mafundisho. Ndio. Lakini ile yenye Paulo alileta ni mafundisho mapya. Twende. Tunaweza kujua maana mafundisho ya mapya yanayohubiriwa nawe. Twende. Kwa sababu unaleta maneno mengine kwa masikio yetu. Tunasikia ingine maneno ambayo ni mageni kwa masikio yetu. Sasa basi. Tunataka kujua maana ya maneno haya. Leta maneno. Kwa maana Waatene na wageni waliokaa pale hawakufanya kitu kingine ila kusema na kusikiliza habari za mambo mapya. Twende. Paulo alisimama katikati ya Areopago akisema. Paulo akasimama katikati ya Areopago. Areopago ilikuwa sawa vile Itere, kabambi kabisa. Mule ndio muliingia ba Aristote, balo nasikia ba Sokrate, bale balikuwa ba filosofe bakubwa. Paulo akasimama ndani ya Areopago akaanza kuongea. Nyinyi watu wa Atene, katika maneno yote ninaona ya kuwa nyinyi ni watu wa kutafuta sana mambo ya dini. Nyie hamna Mungu. Naona muko watu ambao wanatafuta mambo ya nini? Ya dini. Kumbi mtu anaweza tafuta mambo ya dini lakini bado hajapata Yesu Kristo ndani ya maisha yake. Kabisa. Inawezekana vile. Twende. Kwa sababu nilipokuwa nikipita nilitazama vitu vya kuabudu kwenu, nikaona mnatia vitu. Ndio maana tulisema suteme yetu ya leo inasema wanaabudu bure. Niliona vitu vya kuabudu kwenu. Niliona madhabahu yenye maandiko haya, kwa Mungu yule asiyejulikana. Yani madhabahu ilikuwa naandikiwa Mungu
julikana. Sasa vile leo ukiuliza mtu wa Bukavu naamini namna gani, atakwambia mie ninaamini kwa Mungu Baba, kwa Mungu Mwana na kwa Mungu Roho Mtakatifu. Ukimuuliza mwaba ba Mungu batatu uko na confiance na wawapi, anakuambia bote batatu. Ndio imani yenye kwa Bukavu na ndani ya madhehebu. Sasa ukitaka kumuonesha kama hakuna utatu utakatifu, atakuonesha kama wewe ndio haujue, unataka mkorofisha. Oro ibada ni kwa Mungu mmoja pekee. Ndio kwenye Yesu balivuruganiana na shetani pale. Twende. Basi yule ambaye mnamwabudu pasipo kumjua. Sasa ule mwenye mko mnaabudu, lakini mnamwabudu na hamu, ndiye mimi ninahubiri nyinyi habari zake. Ndio mwenye ninaleta injili yake. Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote ndani yake. Ni Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote ndani yake. Yeye aliye Bwana wa mbingu na dunia. Twende. Hakai katika mahekalu yaliyojengwa kwa mikono. Haikalake mu masinagogi. Wala atumikiwi na watu. Na atumiki na watu. Kama anahitaji kitu chochote. Naam. Kwa sababu yeye mwenyewe anawapa wote uzima na pumzi. Anawapa watu wote uzima na vitu vyote. Na alifanya kila taifa la watu kuwa na damu moja. Twende. Wakae juu ya uso wa dunia yote. Mesa mate. Yaani Paulo alipenda kuonesha Mungu gani ambaye anamleta. Mungu ambaye hakai katika mahekalu iliyojengwa kwa mikono. Kwa sababu ukitafuta huyu Mungu utaelewa kwamba huyu Mungu haikalake mu mahekalu, kwa sababu Mungu haiko mwili, Mungu ni roho. Yohane 4:24. Twende haraka. 4:24 wane habari njema. Bwana kubariki. Mungu ni roho. Dieu c'est l'esprit. Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho, hana nyumba unaweza, hakuna nyumba unaweza jengea roho. Asa ndio nyumba ya Mungu hii. Nao wenye kumwabudu sharti umwabudu katika roho na kweli. Na kama utamwabudu, umwabudu kiroho, pia utamwabudu katika kweli. Ndio Mungu anatafuta. Kwa sababu yeye Mungu ni roho. Lakini inawezekana ushindwe kujua kama Mungu ni roho. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna hali ambayo unaweza fundisha mtu akakwambia kwamba ndio tunaamini Mungu ni roho, lakini sasa vile Mungu ni roho, jina yake ni nani? Ule roho jina yake ni nani? Jina yake lingine utalielewa kufuatana na maandiko. Kwa sababu huyu Mungu roho ndiye Mungu ambaye alivala sasa mwili. Tangu Agano la Kale alisema na Mika 2:1. Mika sura 2:1. Mstari wake wa 2. Anzia pale. 1:2 nasema. Twende. Sikieni mataifa. Sikieni ninyi mataifa. Nyinyi wote sikilizeni. Nyinyi wote msikilize. Nchi na vyote vilivyo ndani yake. Nchi na vyote vilivyo ndani yake. Na Bwana Mungu awe mshuhuda juu yenu. Na Bwana Mungu atakuwa mshuhuda wenu. Bwana toka hekalu lake takatifu. Yaani Bwana Mungu atatoka katika hekalu lake takatifu. Kwa maana tazameni, Bwana atashuka. Bwana atashuka toka katika pahali pake. Toka katika pahali pake. Atashuka na kukanyaga pahali pa juu pa nchi. Atashuka ye mwenyewe na kukanyaga pahali pa nchi. Na milima itayeyuka chini yake. Milima itayeyuka ndani yake. Amina. Amen. Sasa huyu Mungu Biblia inasema atashuka. Atatoka mwekalu lake takatifu, atashuka mudunia yake, atakanyanga mudunia yake na atasimama pahali pake patakatifu. Sasa atakuya ndio swali. Huyu Mungu roho inabidi sasa aingie mumwili ya mtu. Azaliwe kama mtu. Ni unabii litabiriwa na Isaya. Twende haraka haraka. Isaya 35. Ubarikiwe. Fungu lake la 3. Ndio. Mutie nguvu mikono iliyo dhaifu. Naam. Musimamishe magoti yaliyolegea. Simamishe magoti yaliyolegea. Mwambie walio na moyo waoga mukae na nguvu. Mukae na nguvu. Musiogope. Twende. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi.
Twende. Na malipo ya Mungu. Na malipo ya Mungu. Atakuja yeye mwenyewe. Atakuja yeye mwenyewe. Na kuwaokoa nyinyi. Na kuwaokoa nyinyi. Ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa. Na sasa wakati alikuya, alipoingia ndani ya tumbo ya Bikira Maria, akakomaa kama mtu, akaanza kuponyesha vipofu, viwete, viziwi. Twende. Na masikio viziwi yatafunguliwa. Ubarikiwe. Ndipo kiwete atarukaruka kama ayala. Twende. Na ulimi wa bubu utaimba. Na ulimi wa bubu utaimba. Maana katika jangwa maji yatabubujika. Meza mate. Njoo Mungu ule. Huyu Mungu aliingia sasa mtumbu ya mwanamke, akatoka kama mwanadamu, lakini tangu zamani alikuwa roho. Na ilianza kutabiriwa na wakina Mika kuwa atavaa mwili, ataingia mudunia, akanyage pali pake patakatifu. Sasa kwa kukanyaga pali pake kwa patakatifu, inaomba pitie mwili wa mwanamke, ndiye Maria. Yani ujue kwamba huyu Yesu njo ule Mungu roho. Njo ile andiko nasoma, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamuita jina lake Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na wanadamu. Njo jina yake. Jina yake Mungu ni Yesu Kristo. Imani ambayo iko dhabiti na imani ambayo inafundisha watu ukweli wa neno la Mungu, sharti iende mu prinsipe gani? Prinsipe ya kufahamisha incarnation, yani Mungu roho aliingia ndani ya mwili wa mwanadamu, akazaliwa, anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Ndio imani ya kweli. Kama mtu akipingana na ile imani na akikatala ile imani, maana yake ibada yote anaweza kuifanya ni ibada ya kimashetani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia imani ya manabii inashuhudia Yesu Mungu. Imani ya mitume inashuhudia Yesu Mungu. Ndio maana nasikia Paulo yeye anasema, pasipo shaka siri ya utauwa ni kubwa. Mungu tulimuona mumwili. Soma haraka. Timotheo wa kwanza. Ndio. 3:16. Ubarikiwe. Na pasipo shaka siri ya utawa ni kubwa. Mungu alionekana katika mwili. Mungu tulimuona muhali ya mwili. Alihesabiwa kuwa na haki katika roho. Akahesabiwa kuwa na haki katika roho. Alionekana na malaika. Simama pale. Njoo Mungu ule. Yani muibada yako yote, unapotaka anza kuabudu, usijiadrese kwa Mungu mwingine. Jiadrese kwa Mungu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Sababu Mungu alivala ye mwenyewe mwili. Wakati unapofanya ibada, jua kwanza Mungu gani ambao utafanyia ibada. Kwa najua kama Mungu mwenyewe niko naanza fanyia ibada ni Yesu Kristo. Ukishindwa kujua ile, manake ibada yako yote itakuwa ya uongo. Na ndiyo maana Yohana katika waraka wa kwanza sura 4 na mstari wa 2, yeye anasema hivi. Twende haraka. 4:2 waraka wa kwanza wa Yohane. Ndio. Kwa hivi mnajua roho ya Mungu. Nyie batoto ya Kristo mulishajua roho, kama roho njo Mungu. Twende. Kila roho inayokiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili. Ukiona roho iko inahubiri duniani, inasema hapa mbele Mungu alikuwa roho, lakini roho ndio ule alivala mwili wa Yesu Kristo. Inatoka kwa Mungu. Usibisane na ile roho. Ile ndio roho yenye kona hubiri ukweli wa Mungu. Na kila roho isiyokiri Yesu. Na ukiona roho haikiri kwamba Yesu hapo mwanzo alikuwa roho, lakini alivala mwili ndio aliitwa Yesu, haitoki kwa Mungu. Hii roho sikubali. Kubali kwamba ni roho ya shetani. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mlisikia kwa imekuja. Hakuna mpinga Mungu mudunia. Mpinga Mungu ni mpinga Kristo. Ukipinga Kristo maana yake unapinga Mungu. Twende. Na hii ndiyo roho mpinga Kristo mliosikia kwa imekuja. Na sasa imekwisha kuja katika dunia. Na sasa ile roho iko mudunia.
Tembea sasa na Injili. Ukishuhudia kwanza divinite ya Jesus Christ, utaanza pata vita mamenanse za nguvu sana. Kwa sababu hii roho ndio inatawala mdunia, roho ya kupinga divinite, ya kupinga uungu wa Kristo, na ndio roho ya mpinga Kristo. Lakini elewa hivi, unaposoma waraka wa kwanza wa Yohane 2 unaanzia ku 22, nasema nini? 2:22. Leta maneno. Ni nani aliye muongo? Nani aliye muongo? Ila yanayekana Yesu ni Kristo. Muongo mdunia na mwenyeko na shuhudia imani ya uongo ni ule utaona iko anapigana na jina la Kristo kuwa yeye haiko Kristo. Huyu ndiye mpinga Kristo. Huyu ndiye mpinga Kristo. Yeye anayekana Baba na Mwana. Huyu anakana Baba kama iko ndani ya Mwana. Kila mtu anayekana Mwana, ukikana tu Yesu Kristo, hana Baba. Na Mungu naye haumjui. Anayekiri Mwana, ukikiri Yesu Kristo, ana Baba vile vile. Uko na Mungu vile vile. Yani ndio imani ile. Ukiona mtu hana ile imani, manake iko na imani potovu. Na huyu ndiye Mungu aliyeumba mbingu, aliyeumba ardhi. Moja Yohana, twende haraka. Katika mwanzo alikuwa neno. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Neno ni Mungu. Huyu kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu neno. Na pasipo yeye hakukufanyika hata kitu kimoja kilichofanyika. Yani na hii dunia yenye tuko ndani, kila kitu kilicho ndani na wewe pale. Hata walikufundisha imani mubaya, leo uko mpinzani wa kujua kama divinite na existe. Uyue yenjo alikuumbaka, hata confusion, hata kwa mconfusion. Twende. Ndani yake ulikuwa uzima. Na uzima ilikuwa nuru ya watu. Simama pale. Shuka 10. Alikuwa ulimwenguni. Huyu Mungu mko na mtafuta alishawahi ingia ulimwenguni, na ulimwengu ulifanywa naye, na ulimwengu haukumtambua. Na mpaka leo biko naabudu. Anasema wanaabudu bure. Kwa nini anasema wanaabudu bure? Ulimwengu haukumtambua. Unaona? Njoo imani kabisa ya msingi, kujua kile unachokiabudu. Je, tunauliza sasa swali. Huyu ambaye amesemeka hapa, kwa sababu tulisema maabudu ni kwa Mungu pekee. Je, aliabudiwa wala hakuabudia? Kamata 2, twende haraka haraka. Mathayo 2 sura 2 na mstari wake fungu lake la 9. Twende. Inashuhudia, inasema nini? Na wakati waliposikia maneno ya mfalme wakashika njia. Wakashika njia kwenda wapi? Natazama nyota ile ili walioiona katika mashariki. Ndio. Iliwatangulia. Hata ikafika na kusimama juu ya pale mtoto alipokuwa. Ndio. Nao walipoona nyota wakafurahi na furaha kubwa sana. Hawa ni wa majusi. Elewa kwanza kama hawa hawakuwa watu wa Mungu. Ni watu ambao walikuwa wanatumikia Shetani, lakini wako wanafuata nyota. Twende. Wakaingia nyumbani. Ndio. Wakaona mtoto pamoja na Maria mama yake. Sawa. Wakaanguka. Wakamwabudu. Nilikwambia maabudu ni kwa Mungu pekee. Alipewa maabudu ni moja, ni Mungu moja tu. Ukipatia mwingine Mungu ibada wala maabudu, maana yake unapotea. Wakaanguka wa majusi, wakamtolea sadaka, wakafanya nini? Wakamwabudu. Yesu aliabudiwa. Na we mwenye uko naabudu hapa, elewa kwamba ni Yesu. Hakuna Mungu mwingine tuko tunapatia hapa ibada. Mungu mwenye tuko napatia hapa ibada ni Yesu. Amina. Lakini hapa tuko kundi mbili. Kuna watu ambao tunaweza kuwa nayo wanajiadrese ibada yao kwa Yesu Kristo. Bengine wanaiadrese kwa Mungu asiyemjua. Mathayo 28 verse 9. Na wakati walipokwenda, ndio,
kuambia wanafunzi wake. Ubarikiwe. Tazama Yesu alikutana nao akisema. Akisema nini? Salamu. Salamu. Wakamkaribia. Wakamkaribia. Wakamshika kwa miguu wakamwabudu. Wakamwabudu. Lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya. Lakini wengine waliona shaka, shuka pale. Mpaka mlima ambao aliwaagiza Yesu. Ndio. Na wakati walipomwona wakamwabudu. Sawa. Lakini wengine waliona shaka. Ndio makundi mawili kwa dunia. Wamoja wako wanasema ndio Yesu ni Mungu lakini haiko Mungu mkubwa. Yaani banaelewa kama kuko Mungu mkubwa na kuko Mungu mdogo. Niliona mtu mwana toka Kenya, tulifanya naye deba ndani ya hii tere. Yeye anajua kama Yesu ni Mungu lakini ni Mungu mdogo. Lakini baada ya Yesu kuwa Mungu mdogo, iko sasa na mwingine Mungu ambaye ni Mungu mkubwa. Vile utakuwa uko unajichanganya wewe peke na ujue ibada uko naipana kwa Mungu gani. Lakini ujue kwamba Mungu ni mmoja tu, na anasema sifa yake hata ipatia Mungu mwingine. Isaya 42:8. Mimi ni Bwana ndilo jina langu. Mimi ni Bwana ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitamupa mwingine. Unasikia? Utukufu wake yeye Mungu anasema hatapatia mwingine, wala sanamu ya kuchonga sifa zangu. Ubarikiwe. Amina. Usiwazie aseme Mungu alifanya Yesu akamuita naye Mungu kisha akamupase sifa naye akweka Mungu kadogo. Ile maandiko haiko mbiblia. Kwenye watu wanachanganyikiwa wanaposoma andiko la Yohana 17:5, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Soma pale. Yohana 17:3. Ndio. Na huu ni uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu pekee wa kweli. Wakujua wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa watu wanaposoma hii andiko wanasema kumbi tuelewe kwanza kama kuko Mungu mmoja wa nini? Wa pekee. Baada ya kuwa Mungu mmoja wa pekee, kuko na Yesu Kristo mwenyewe alitumwa na Mungu. Sasa katika watu ambao walipokea Kristo Yesu hawana hii akili, lakini banajua kwamba akili ni moja, Mungu wa pekee. Mungu wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma ni Mungu mmoja aliyepatia wanadamu akili ya kujua Mungu mmoja. Waraka wa kwanza wa Yohane 5:20. Waraka wa kwanza wa Yohane 5:20. Twende. Nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Si hatuna mashaka na ile tena. Kristo alishakuja. Na ametupa sisi akili. Alikuya jua tufungule tempa ili tumujue yeye aliye wa kweli. Na objectif yake alikuya juu tumujue yeye aliye wa kweli. Ndani nasi tuko ndani yake aliye wa kweli. Sie hatuna mabishano juu tuko ndani yake yeye aliye wa kweli. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yesu ndio Mungu tunayemwabudu, ndio Mungu wa kweli, na yeye ndo atatupa uzima wa milele. Ndio imani kabisa ambayo tunayo na tuko tunatangazia dunia kupitia neno la Mungu. Kama hauamini vile mpendwa, basi utakuwa umepotea na utakuwa umeshindwa ni nani uko unafanyia ibada duniani. Lile ni jambo la msingi. Kwa nini Yesu alisema wananiabudu bure? Kwa sababu walikuwa naabudu kwa Mungu asiyejulikana. Na alimwambia huyu mama, unaposoma Yohana sura 4:22, Yohana 4:22. Ubarikiwe. Inashuhudia nasema hivi. Ndio. Nyinyi mnaabudu ambacho mkijui. Rudia tena. Nyinyi mnaabudu ambacho mkijui. Kuabudu haina shida. Shida yenyewe wanadamu biko nayo kujua wanayemwabudu. Amina. Wayahudi walikuwa wanaabudu, lakini shida walikuwa nayo hawakujua wako wana adrese
ibada yao kwa Mungu gani? Uulize leo Muislamu, uko naabudu kwa Mungu gani? Atakwambia siye Mungu wetu ni Allahu Akbar. Ukimsoma maandiko hautampata. Ukiuliza mwingine Kimbangu, aseshia tukubali Mungu Yesu Kristo, tunakubali Kimbangu kuwa Mungu wa watu weusi. Ile ndio upotevu watu wako nao. Kwa wengine Branham is God, banakuambia Branham ni Mungu. Ile ni upotevu. Unaona, ile sasa ndio upotevu. Lakini Mungu ni mmoja tu, na hana mpinzani, na huyu Mungu ni Yesu Kristo. Na unapofanya ibada kwake ndio taadrese ibada. Wayahudi walikuwa wanafanya ibada kwa Mungu, lakini hawakujua Mungu gani ambaye wako wanafanyia ibada. Na ndio maana Yesu aliambia huyu mwanamke Msamaria, nyinyi mnaabudu msichokijua. Nyinyi mnaabudu msichojua. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tunachojua. Kwa sababu wokovu. Kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayuda. Kwa sababu wokovu. Yani uyue hivi, kila wakati unapofanya ibada, kama haujue tu Mungu mwenyewe anatapatia ibada, maana ibada yako ni ya bure. Ni ibada ya bure. Sasa vile hawa wiko wanafanya ibada, tunakuomba Mungu Baba yetu kupitia mtoto wako Yesu Kristo Masia na Roho wako Mtakatifu. Ile ni tautology. Njo herezi ile ya ibada za madhehebu. Hapa uko naabudu, lakini unaabudu usicho kijua. Nao nao walikuwa wanaabudu Mungu, lakini wanajiadrese kwa Mungu asiye jua. Ndio maana omoni tinje pari mie niache imani ya divinite ya Yesu Kristo. Amina. Ato nipe dhahabu, ato nipatie chochote, hakuna kenyo neza ni convaincre nakyo mie nitoke muimani ya divinite. Siwezi. Wewe akili yako kama banaweza kukupotosha kwa sababu wewe hauna muhuri ya Mungu. Lakini mtu aliye na muhuri wa Mungu anatafuta kweli ya kumupa uzima wa milele. Shuka. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tunachojua. Yesu anamwambia huyu mwanamke, sisi tunaabudu tunachokijua. Kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayuda. Wokovu ni ya Wayahudi. Lakini saa inakuja na imekuwa hata sasa, twende, wakati waabudu wa kweli watakapoabudu Baba katika roho na kweli. Njoo sasa anabambia muda inafika ya waabudu wa kweli. Na hawa hawataabudu ovyo ovyo. Wataabudu katika roho, pia wataabudu katika nini? Katika kweli. Kweli sasa ni nani? Yohane 14:6. Mimi ndimi njia. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Wataabudu katika kweli. Sababu kweli ni nani? Ni Yesu Kristo. Njia ya uzima ni nani? Ni Yesu Kristo. Ndio maana yake. Yani napenda kukuambia ndugu mpendwa, katika jioni ya leo, kuabudu bure ni kukosa kujiadrese kwa Mungu wa kweli, Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na wa uzima wa milele. Ukikosa hii ufahamu ndani ya akili yako, umepotea. Kuacha kwanza mambo, mie niko selepa, mie niko metonde, mie niko sijue emene, mie niko imani kwanza ya kweli utaipata mneno la Mungu. Amina. Achana na mafalse doctrine zenyewe unaweza fundishwa kinyume na ukweli wa neno la Mungu. Yesu aliwaambia Wayahudi wale waliomwamini, mkikaa katika neno langu, nyinyi ni wanafunzi wangu kweli, mtajua kweli, kweli itawaweka huru. Achana kwanza niko Branhamist, niko Methodist. Achana kwanza na bile kenye kwanza utafuatana nakyo, hata wewe emene. Jiadrese kwanza ku parole. Amina. Parole kikuwa ndani yako, uzima wa milele utauona. Amina.
Parole kikosa ndani yako, ibada yote utafanya duniani, sadaka yote utafanya duniani, itakuwa unaabudu bure. Tunaenda sasa. Sasa kitu kenye utaelewa ni hiki. Kwa nini leo tuko tunafundisha msingi ya mafundisho ya kuonyesha watu ibada yenye wanafanya iko tofauti na ibada ya msingi wa maandiko? Sikia nikwambie ndugu mpendwa, hakuna imani nyingine unaweza itafuta kama utaitafuta mneno la Mungu. Imani ya kweli utaipata mneno la Mungu. Lakini kama we uko tu shabiki wa dini yako, lakini auangalie nini neno la Mungu linasema, utakuwa umepotea, lakini uko ndani ya dini. Utakuwa haujue kile ambacho ni kia msingi katika maisha ya wokovu yako. Kusema kuabudu bure ni kuabudu kinyume na ukweli wa neno la Mungu. Ya tulifundisha desturi za dini hapa. Tukasema kuna mengine ambayo inapeleka watu katika upotevu. Mfano, nipatie ile msalaba pale. Ukizunguka dini zote sai, zehebu zote za Kiprotestanti, utaona kila zehebu wanaweka msalaba. Unapomuuliza mchungaji, hiki kitu ambacho kinawekwa hapa ni nini? Atakwambia wewe unashindwa kujua kwamba wokovu wetu ni ushindi wa msalaba wa Yesu. Hii haiko ndio hii ni lukuni. Tunaweza ikonga na inaivisha maya bugali. Kabisa. Wokovu yetu haiko mwa hii. Hii ni desturi ya dini. Lakini kimsingi zaidi atakwambia, maanake unashindwa kujua kama Yesu alitundikwa kumsalaba. Kama Yesu alitundikwa kumsalaba, eske msalaba ni neno la Mungu wala ni desturi ambayo Waroma waliiweka wao wenyewe kwa akili zao za mila ya Kiroma kumtundika kumsalaba? Ye Mungu yeye alisema atakaye stahili zambi ya mauti bamtundike juu ya mti. Ndio maandiko. Hii haiko mti, hii ni msalaba. Mporo anaweza kukuhubiri hii pia. Anakuambia Wakorinto wa kwanza 1:18. Twende haraka. Wakorinto wa kwanza 1:18. Twende. Kwa sababu neno la msalaba, hapana msalaba kwa neno, kwa wanaopotea ni upumbavu. Twende. Lakini kwetu sisi tuliokolewa ni uwezo wa Mungu. Sasa Biblia inasema neno la msalaba, yani ile neno balitundika kumsalaba. Kubatu wenye banapotea ni upumbavu. Utaelewa kwanza neno ni Yesu. Ndio balitundika kumsalaba. Msalaba haina kazi, lakini neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuuzi. Lakini kwetu sisi tulioamini ni uwezo wa Mungu. Hapana sasa kubeba hii. Amen. Hii ukiifuata ni bitu vya Barome. Aliona hii mu 321 ni roi Constantin. Akatia msalaba alama ya ushindi wa Mungu jua. Meotona ba protestante bote na masaba uzabo na benye kujisema bonjo Eglise de Reforme, msalaba banaweka kumazaba. Hii ni upotevu. Kwa sababu hii haiko ibada ya Kristo, haikukuwa mumanabii, haikukuwa mumitume, ni ibada ya upotevu. Na kila kenye mnaweza fanya, na hiki kitu kiko pale kumazabao, uyo mnaabudu, lakini mnaabudu bure. Mnaabudu bure juu ya nini? Kwa sababu mnafundisha mafundisho yaliyo gizo ya watu. Elewa kwa msalaba haiko mafundisho ya Mungu. Atakwambia soma Mathayo 10 verset 37, tuangalie pale. Mathayo 10:38. Ubarikiwe. Naye asiyechukua msalaba wake na kunifuata ni stahili. Sasa nakuuliza, hii njoo yako wake, hii ni ya nani? Ni ya Yesu hili.
Hii ndio walitundikaka Yesu. Ndio. Sasa wewe wanakukobeka hii mshingo, wanakuambia uchukue msalaba wako. Hii ibada yenyewe mnachanga amo ya kimashetani, ingali ibada ya Mungu? Haiko tena. Haiko tena ibada ya Mungu. Inakuwa ibada ya mashetani. Kwenye Mungu alivurugia kwa hii verse ambayo unaisoma ya 7:7. Shuka pale Marko 7:7 pale. Marko 7:7. Wananiabudu bure. Kwa nini bana kuabudu bure? Wakifundisha mafundisho yaliyo amri za watu. Amri za watu. Ukifundisha msalaba mkanisa kama ni neno la Mungu, hii ni amri za watu, haiko neno la Mungu. Hii ni mila ya Baroma, unaitia mneno la Mungu directement pale, ibada inakuwa bure. Kuna ibada nyingine iko nafanyika, mtu iko na abudu Mungu, baba tunasogea, ile haiko kuabudu. Abudu ni kuanguka. Soma andiko. Alipomwona akafanya nini? Patmos. Inashuhudia Ufunuo. Ndio. 19 mstari wake wa 19 mstari wa 10. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ni mwabudu. Kuanguka ni alama ya kuabudu. Haiko hii mko mnafanya. Juko pastor, revera pastor, unavala koti. Baba tunasogea. Tunasogea chini ya miguu yako. Baba tunasogea. Ile haiko alama ya kuabudu. Kuabudu ni kuanguka. Shuka. Nami nikaanguka kwa miguu yake ni mwabudu. Akamwambia nini? Akaniambia. Malaika akamwambia Yohana, angalia usifanye hivi. Usipime kuniabudu. Mimi ni mtumishi mwenzako ambaye na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Abudu Mungu. Sababu kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Wa kusujudia ni Yesu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya nini? Ya unabii. Ibada ni kuanguka, haiko kusimama. Sababu Biblia inasema 5:10 wa Filipi 2:5. 2:5. Ndio. Mwana nia ndani yenu iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu vile vile. Shuka 10. Hata kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe. Niulizia mwenzako, kama uko na abudu unapiga goti chini? Yaani alama ya kuabudu Mungu, haupashe abudu Mungu na unasimama. Kama ni Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo, ukwe gouverneur, ukwe president de la republique, siyo ukwe bishop, majina mko najipatia yenyewe haiko. Kuabudu ni kupiga magoti. Kama ni Mungu kweli ndio uko napatia ibada. Rudia. Hata kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, na kila ulimi, na vitu vya mbinguni sawa na vya duniani sawa, na kila ulimi ukiria kwa Yesu Kristo ni Bwana. Yani ibada kama ni Kristo ndio unaifanyia, kila goti itapigwa. Ndio neno la Mungu. Mkono na mtu iko na budu, mkono anatia mfuko, mwingine anasimama, mwingine iko na chate telefone. Ile haiko ibada mko napatia Mungu. Mungu anakatala zile ibada zenu. Si alikatala ibada zingine? Soma Esai. Alikatala ibada zingine. Mnakuya kwangu na vitari na minubi, sitaki zile ibada. Shuka usikie. Amosi 5:21. Ubarikiwe. Ninachukia. Ninadharau karamu zenu. Wala sifurahi kwa makutano yenu ya dini. Hata mko nafanya makutano yenu ya madini sifurahi. Ndio hata mkinitolea sadaka zenu za kuteketezwa. Mnaweza mnaleta sadaka, mnakia ni honga. Na zabihu zenu za unga sitazipokea. Wala sitaangalia sadaka zenu za salama zenye mafuta. Twende. Mengi. Ondosha kwangu kelele za nyimbo zako. Mtoshe kule kwenu kelele zenu za nyimbo zako. Kwa maana sitasikia kwa kuimba kwa vinanda vyako. Sitakusikia hata liimba na vinanda. Ndio maana anasema mnaabudu lakini mnaabudu. Hii madhehebu yote mnaona iko na abudu. Kuko benye banaabudu lakini banaabudu bure. Kwanza mahusiano. Kuko kwanza mahusiano ya wewe na Mungu binafsi. Na kuko tu ibada yenye napangwa na wachungaji, yenyewe haipatane na neno la Mungu. Unajua roho yako inaweza potea. Kenye kinaweza
tafuta roho yako ipate wokovu ni hii. Lakini kikutripote muparole, we manake unapotea lote. Tunajua mwili ni dhaifu, lakini roho iko tayari. Lakini naweza rudisha mwili na roho kumsingi wa imani ya Mungu ni neno la Mungu. Lakini viongozi wako wa dini bakitripote parole, kwanza we peke dhaifu mwili, kisha bana kutripote mu parole, maake weye uko muwafu walio hai. Twende. Ondosha kwangu kelele za nyimbo zako. Tosha kelele zako za nyimbo zako. Kwa maana sitasikia kwa kuimba kwa vinanda vyako. Lakini hukumu ishuke kama maji. Meza mate. Ile ni ibada ya mashetani. Mungu anaikatala. Ibada nyingine, kwa mtu kusema kwamba afanyiwe ibada kuonekana kwamba ni mtakatifu, inabidi yeye asome kwanza teolojia. Baada ya kusoma teolojia tunamwombea uchungaji, ndio anakuwa sasa mchungaji wa kanisa. Ile ni ibada yenyeko kinyume na neno la Mungu. Tunapotaka kuchagua wachungaji, hatuchagua wachungaji juu ya elimu, lakini maandiko yanasema Tito 1:5. Tito 1 mstari wake wa 5. Leta neno. Kwa sababu nilikuacha katika Krete. Upate kutengeneza maneno yaliyobaki. Leta maneno. Na kuweka wazee katika kila mji. Sikia kritere ya parole, kila mji. Kama nilivyokuagiza. Leta maneno. Ikiwa mtu hakushitakiwa neno. Ikiwa mtu hakushitakiwa, kritere ya kwanza, ikiwa mtu hakushitakiwa neno. Naye ni mume wa mke mmoja. Asikwe poligame. Leo ba poligame ni ba pastor. Anafukuza bibi na watoto, anafanya ndoa ingine yenye anajisikia, na bakristo yake banamuunga mkono. Pastor wetu alifanya mzuri. Ile haiko neno la Mungu. Bile ni byako, haiko neno la Mungu. No, uko sabiki wa pastor, lakini msingi wa Kristo ulishaikatala. Shuka. Ana watoto wanaoamini. Watoto yake bakwe baamini, wasioshitakiwa kwa walevi wala wasiotii. Banasema nitafutie pale kritere ya mchungaji. Twende. Lakini au mkaribishaji wa wageni. 2. Mpenda wema. 3. Mwenye akili. 4. Mwenye haki. Twende. Mtakatifu. Twende. Mwenye kiasi. Sawa. Akishika neno la imani. Akisoma teoloji. Akishika neno la imani. Wako nasoma mbaya. Akishika neno la imani. Asikilie ukweli wa neno la imani. Kama aliyofundisha aweze kuonya watu. Kwa mafundisho ya kweli. Na kuwashinda wenye kubishana naye. Ubarikiwe. Njoo mzee wa kanisa ule, wala mchungaji. Hapana leo kritere mnakuwa nayo. Mbele tukuombea burevera pastor, inaomba wende muiye ya upate degree ya lisansi ya teoloji ndio utakuwa revera pastor. Ni kiporo ile, haiko neno la Mungu. Yesu kwa kuchagua wanafunzi hakuwatuma kumasomo ya teoloji. Ile ni uongo. Na kama leo mnaona makanisa inakuwa sawa vile masale de box, benye banachafula mazingira, ni viongozi wa kidini. Hiyo ni desturi, sio neno la Mungu. Haiko maneno ya Mungu. Tukienda kuibada, pasere anakufa, tunatia maiti kumazabau, tuombe ndio tuende tumuziki. Haiko neno la Mungu. Ile ni ibada ya mashetani yenyewe. Paulo anasema siku za mwisho, Timotheo wa kwanza 4:1. Twende. Timotheo wa kwanza 4:1, Roho anasema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani. Usiwazie kujitenga na imani ni kuacha kuabudu. Unaweza abudu, lakini unaabudu bure. Kujitenga yenyewe Paulo iko nasemea watajitenga na imani, kujitenga na mafundisho ya msingi wa Kristo. Wakisikiliza roho za kudanganya. Watasikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani. Leo mafundisho yenyewe natawala madhehebu.
ni mafundisho ya mashetani. Mwanaume aoane na mwanaume mwenzake. Dini ya kwanza huko Amerika iliyohitaji watu waanze kuoana mwanaume kwa mwanaume, Anglikane. Hata Angleterre ilifanyika, Amerika ilifanyika, dini ya Anglikane kuombea mwanaume na mwanaume kuwa bibi na bwana. Walimuuliza mtakatifu, Baba Mtakatifu Sobwenge, wao naona yakasema basi haina probleme. Kama mtu akipenda mwenzake kwa njia ya jinsia moja wanaweza oana, hawana probleme. Ndio Baba Mtakatifu ule. Ile ni mafundisho ya mashetani. Ushoga ni mafundisho ya mashetani. Wakisema uongo kwa udanganyifu. Watasema uongo kwa udanganyifu. Wakichoma moto zamiri zao wenyewe. Watachomwa mioyo zamiri yao wenyewe. Wakikataza watu kuoana. Si mafundisho iko. Ndio. Kwa wewe kuwa padri usioe. Kita disa. Iko mila Roma, haiko mafundisho ya msingi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unasikia? Watakataza watu kuoana. Sawa. Na wakiagiza watu wakatae vyakula Mungu alivyoumba. Usikule nguruwe, sunabayua. Usikule kibonde. Nani alikataza nguruwe? Si Muislamu. Eske Qur'ani inakataza nguruwe? Qur'ani haikataza. Soma Qur'ani. Kitabu cha Qur'ani. Namaliza nikupe maswali. 6:150. Qur'ani 6:150. Twende. Iko surati Al-An'am. Sema ewe Muhammad. Leteni mashahidi wenu. Tuletee mashahidi wenu. Wanaweza kushuhudia kwa Mwenyezi Mungu ameharamisha wanyama. Waislamu mkuye mtuletee mashahidi wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu alikataza wanyama. Hao mnaosema kwa Mwenyezi Mungu ameharamisha. Basi wakitoa ushahidi huo. Kama kutakuwa Muislamu atasema ndio niko na ile verse usikule nguruwe. Wa uongo huo. Ni babongo. Wewe usishuhudie pamoja nao. Usitikane na ile maneno yao. Wala usifuate matamanio yaliyokadhibisha aya zetu. Hata hapa nikipana maswali, hakuna shehe atasimama hapa. Ase no mie pale kwa sema tu ya nguruwe nina kia defend. Ungoenda pana maswali. Ukiona Muislamu hapa. Maana yake haiko mimi ndo pastor Jacques. Bana yua nikubatandika mpaka yeye peke anasema kichwa kinaniluma. Twende. Sema. Waambie. Njooni nikusomeni aliyekuamrisheni Mwenyezi Mungu. Aliyekuharamisheni Mwenyezi Mungu. Na aliyekuamrisheni. Twende. Si yale ya uongo mnaojidai nyinyi kuwa. Mwenyezi Mungu ameharamisha. Aliharamisha nini? Ya kwamba msimshirikishe na chochote. Mwenyezi Mungu anasema msimfananishe na Mungu yeyote. Nafanyieni wema wazazi wenu. Yaani kumfananisha Mungu ndio kuharamisha. Ndio ke Mungu alikatala. Wala msio watoto wenu kwa sababu ya umasikini. Lakini nguruwe kula wewe Muislamu, nguruwe haina shida. 2 Qur'ani 173. Twende haraka. Haya inashuhudia nasema hivi. Twende. Enyi mlioamini, kuleni vizuri tulivyokuruzukuni. Na shukuruni Mwenyezi Mungu. Naam. Ikiwa mnamwabudu yeye peke yake. Wala Shuka. Ufafanuzi wa hii aya. Twende. Hapa Mwenyezi Mungu ametupa habari ya kuwa wanyama wote wanafaa kuliwa. Hata Qur'ani inakubali kama kila nyama inaweza kuliwa. Ile inawa tu basi. Na hata na nguruwe huyu pia. Hata huyu nguruwe mwenyewe mko mnasema pia. Kama mtu kashikwa na njaa ya kufa. Kama Muislamu yeyote akikufa na njaa kufa. Atapata ruhusa ya kuitumia. Kidogo. Kwa kiasi cha kuondosha hiyo njaa tu. Sio kushiba hasa. Asa unaweza kula lakini usishibe. Lakini ulikula. 16:114. Yaani usishibe lakini ukule. Twende. Kuleni katika vile alivyokupeni Mwenyezi Mungu. Kuleni vyote alivyokupeni Mwenyezi Mungu. Vilivyo halali na vizuri. Na shukuruni neema za Mwenyezi Mungu. Ikiwa kweli mnamwabudu yeye. Wala msiseme kwa sababu ya uongo semao ndimi zenu. Msiseme nyinyi Waislamu kwa sababu ya uongo. Kwa sababu hata na Qur'ani najua kama Waislamu wa uongo. Hii ni halali. Na hii ni haramu. Msije mkamzulia uongo Mwenyezi Mungu. Hakika wale wamzulia uongo Mwenyezi Mungu hawatafaulu. Kila Muislamu mwenye kumsemea Mungu uongo hataenda peponi.
Muislamu twanga nguruwe, nguruwe haina shida. Twanga unenepe. Sasa kuna Wakristo wengine leo wanaweka msingi wa mafundisho, aseme usikule nguruwe, usikule kibonde. Hapana. 15:15 Mathayo. Mathayo 15:15. Usitafutie mtakatifu mnyama wala msamaki. Petro akajibu akamwambia, twende utuelezee mfano huu. Akasema, nanyi mtafahamu bado? Mtafahamu bado? Hamtambui kama kitu kinachoingia kinywani. Friend, nakamata geti yangu. Ile mnaitaka nguvu. Mulomo ya nguruwe. Na pekenya inaingia muestoma, kinapita hata tumbo, ni mamode pase tu, na kinatoka kwa choo. Zambi kwa hakuna utata. Nikitupa mwese zambi kwa hakuna utata. Unaona probleme ya watu, mchakula mna zambi. Twanga nguruwe. Nguruwe ni nyama yenyewe, haikwake na shida. Kwanza na nenepesa. Unaona afya yangu tune kulaka. Saba, twende haraka Marko 7:18. Yani mio kileta vita munguruwe, tunaanzana maandiko. Twende. Akawaambia, ninyi vile vile mna akili? Na nyie mna akili? Hamjui ya kwamba kila kitu nje ya mtu kama kinaingia kwake, kama hakiingie kwake, kama kinaingia kwake hakiwezi kumfanyiza mchafu? Naam. Sababu hakiingia ndani ya moyo wake. Yani ukikula estoma tu ndo anapokeaka, haiko tumboni tu. Moyo haiwezi pokea, ni mtumbu tu. Na nyuma kinatoka kwenda choo, na mwisho naenda tupa mwese. Kwa kusema hivi alitakasa vyakula vyote. Kuna dini ambayo inakuambia usikule nguruwe, usikule kibonde, we twanga kwa jina la Yesu. Shia Tito 1:16. Twende haraka. Tito sura 1 mstari wa 16. Ndio. 15. Vitu vyote ni safi kwa walio safi. Kila kitu ni safi kama wewe peke uko safi. Lakini kwa walio wachafu na wasioamini. Lakini kwa walio wachafu na wale ambao hawana imani ya Kristo, hapana kitu kilicho safi kwao. Hakuna kitu kilicho safi kwao. Lakini hata akili zao na dhamiri zao zimekuwa chafu. Probleme akili ndo na dhamiri yote ni uchafu. Unaona? Lakini munguru hamna dhambi, mukibonde hamna dhambi. Kama we hauna apeti, uende ku farmasi, uza Vermox, tupa kutumbu itatosha klestome mtumbu, ale tumbu yako itatakasiko, tapata apeti, twanga. Lakini usiseme chakula fulani ni dhambi, chakula fulani ni dhambi. Wana shida kuchunga mtakatifu. Uko nenda na kimbilia kunguruwe na kibonde. Muislamu wewe unasema ukule kibonde au ukule nguruwe. Au kule nguruwe kweli Muislamu, lakini sigaro navuta inaozesha mafafu. Yapi dhambi? Unakisi watu wiko nadanganyika. Ile ni desturi za watu ambazo imani inasema, aseme Roho asema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Watakataza watu kuoana, watakataza watu kula vyakula Mungu aliviumba. Unasikia? Ile ni imani ya mashetani. Imani ambazo zinakuwa katika dunia hii ni imani ambazo hazisimame tena kumsingi. Watu wanajipatia walimu wengine kinyume na Kristo. Timotheo wa pili. Ine, twende tumalizie. 4:3. Twende. Maana wakati utakuja. Paulo alitabiri wakati itakuja. Na watu watavumilia mafundisho ya kweli. Hata mubahubiri hawatavumilia mafundisho ya msingi wa kweli. Lakini kwa kufuata tamaa zao wenyewe watajipatia walimu wengi kwa kuona masikio ya kuwasha. Leo makanisa ilishajipatia papa ndo anakuwa mwalimu. Kwenda kuweka makanisa mwekumenisme. Ekumenisme ni umoja wa kidini. Branche ya ekumenisme nilisema branche yake iko SSC. Kila dini iko mbranche ya SSC. Iko dini ya mnyama, dini ya 666. Ile kujipatia ile imani ya ule papa inakuwa ni imani ya kupoteza na kutia watu kuzimu. Shuka. Na watageuza masikio yao toka kweli. Watageuza masikio yao toka kweli. Na watageuka kwa hadithi za uongo. Atobaambie kweli, abataitika, batageukia hadithi za uongo.
Yaani hii unabii ya mafundisho ambayo tuko tunafundisha, Roho ndiye aliweka msingi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Katika Timotheo wa pili 4:3 anasema wakati utakuja watu hawataivumilia kweli, lakini kwa kufuata tamaa zao wenyewe. Yaani mtu mwenyewe banampatia chakula, banampatia kazi, banampatia kitu kia kufanyikisha maisha yake. Atoki umuhubiri kweli, anazoona ile kweli yako haitamsaidia kitu juu masikio yenye na njala haisiki yake. Lakini watajipatia walimu wengi kwa kuwa watakuwa na masikio ya kuwasha. Haiko kusema kwamba wajue kweli, lakini batajipatia wale walimu kwa sababu ya rushwa, kwa kufuata tamaa zao wenyewe watajipatia walimu. Mtu iko na acha imani ya kweli, anenda tafuta kwenye atapata entere. Akose watakuwa nanilipia masomo, akose watanipa bursa niende Ulaya, akose na mie ndakuwa na maisha ya mzuri, hata vile ni vya kweli sitakula kweli, anafuata bongo. Ndio hii dunia tukwamo. Yenyewe unaweza fundisha mtu kweli, anaisikia, anasema ndio kweli ile, lakini hata ifuata, lakini anaangalia entere yenyewe, mwili inafuata. Lakini kumbuka kwamba Biblia inasema hivi, ukisoma Waebrania 11:24 inasema kwa imani wakati Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mtoto ya binti ya Farao. Akaona ni afadhali kwenda kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa wakati kidogo kwa hazina za Kimisri. Kwa imani alitoka asiogope ghadhabu ya mfalme. Yeye akaona maendeleo kwa Farao, aliona entere muimani ya kumpatia ufalme wa mbinguni. Na wapendwa, kama tuko tunawaombi, hakuna pesa yenye tunawaletea imani ya kweli ya kuwapatia uzima wa milele. Sasa ujiulize, utafuata entere ya dini wala utafuata imani ya Yesu Kristo kwa kukupatia uzima wa milele? Njoo imani tuko tunafundisha hapa, neno lako na kwangu. Amen. Amen. Tunakubariki kwa neno lako, lituzalie matunda liwe na matukio na mafanyikio. Tunaombea wapendwa wetu wote wanaotega masikio kutusikia neno hili, liwapatie nuru na mwangaza ya elimu ya imani ya kweli, kutafuta we Mungu wa kweli, Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tulisema leo tutapana maswali. Kama uko na swali lako, karibu hapa. Kama uko na swali, karibu. Fungu lake la 5. Twende. Jibu mpumbafu sawa sana upumbafu wake. Lakini useme wewe ndio mpumbafu. Ndio hauya swali. Ninaweka tu prevenance. Amen. Twende. Jibu mpumbafu sawa sana upumbafu wake. Asije akakuwa mwenye akili kwa macho yake mwenyewe. Shuka pale. 4. Usijibu mpumbafu sawa sana upumbafu wake. Isiwe ukafanana naye. Shuka Timotheo. Malizia tukisho pane swali. Twende haraka. Timotheo kwanza 6:3. Inashuhudia, inasema hivi. Naam. Kama mtu akifundisha mafundisho mengine wala kubali maneno ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, anajivuna. Wala mafundisho yanayopatana na utawa, sawa, amejivuna. Wala naye afahamu neno. Naam. Lakini ana hali ya ugonjwa juu ya maulizo, sawa, na mashindano ya maneno. Kuna magonjwa ya maulizo. Merci. Kuuliza ni kupenda mtu ajue, haiko kuwa na ugonjwa wa maulizo uleta ngumi maulizo. Nashukuru kwa maneno ya uzima ambao tumeipokea kwa jioni ya leo. Lakini niko na swali tu moja, nataka mwalimu. Okay. Ningetaka mwalimu anisaidie kunipatia mwangaza vizuri. Swali langu liko pale ambapo amesema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Ndio. Kuna nafasi ambapo amesema ya kwamba unaweza kuwa uko natembea uko nasema Baba tunasogea, Baba tunasogea, alafu pale aufanye maabudu. Nataka kuuliza mwalimu hivi, kuabudu inalomba nipige tu magoti nijienklinie hivi, au inabidi nijitakase, alafu nikishajitakasa ninaweza kuabudu hata kama niko wima, kama niko na uhusiano na Mungu nitakuwa nimefanya maabudu?
Hilo ndilo swali langu. Okay, unasema vizuri. Lakini alama sasa yako wewe katika hali ya kiroho kama uko naabudu. Haiko sasa kama ninasimama na niko tu mutakaso, manake ninaabudu. Pale unasimama. Kuabudu ni kuanguka. Kuabudu haiko kusimama. Ni kuanguka. Kamata Danieli sura 3. Danieli sura 3. Twende. Mstari wake wa 13. Komboa muda. Alafu Nebukadneza akatoa amri kwa hasira ghadhabu yake. Twende. Kuleta Shadrake, Meshake na Abednego. Sawa. Basi wakaleta watu hao mbele ya mfalme. Twende. Nebukadneza akajibu na kuambia, ni kwa kusudi. Ni kwa kusudi Shadrake, Meshake na Abednego hamutumikii Mungu wangu wala kuabudu sanamu ya dhahabu ambayo nilisimamisha. Sawa. Sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zenze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kufanya nini? Kuanguka na kuabudu sanamu ambayo niliifanya. Kuabudu ni kuanguka, kupiga magoti. Pati ya maiki. Nasema sehemu ya utakaso nayo ni mojawapo ya ibada ya kuabudu, lakini alama ni kuanguka. Ndiyo, naelewa. Lakini ningeuliza hivi mwalimu. Sawa. Siwezi anguka chini kama mfarisayo napiga magoti, alama ya kuabudu, na moyo wangu hauabudu? Si ndio sasa sikia sasa. Na wewe mwenyewe uko katika haki, ulisimama, uko tu farisayo. Hata uko mkweli na ukuanguka, uko tu farisayo. Juu mwenyewe uko na abudu, iko superior, unapasa anguka. Ni alama ya kuonyesha kama goti linapigwa mbele ya mtakatifu, japokuwa uko na utakaso. Ndiyo papa, ni akompanyema ya ibada ya maabudu. Okay, karibu. Amen. Kwa majina ni Bahati. Sawa. Nilikuwa hapa jana. Bakasema kama batauliza. Ndiyo Bahati. Nikajisikia nikuye niulize. Nitoka Mobujinga. Sawa. Jana nikasikia bako banafundisha kuhusu Petro na Yohana gisi balifanya kazi, lakini kaenda kujikuta gisi balifanya kazi ni watu wenye walikuwa wenye habana nini elimu. Sasa nikajiuliza, kwa nini mtu anawezi kuongoza bila elimu? Tunaona kama ni mambo ya kiroho. Jana nikasikia mnagusia kabla mtu aende kufanya sasa vile unafundisha leo kufanya hiye si tu sema shenjo kufanya hiye, lakini tuliwahi kufanya kidogo grand seminaire. C'est parce que je fais le grand séminaire à Moresa. Ndio mimi napenda kuuliza sasa, wakati walifundisha kama walifundisha lakini balikuwa bawili, kisha nikazika suforume walibakimbiza kwa sababu habana nini ujuzi, sio kama vinaeleweka. Wakashangaa. Soma 4:13 Matendo ya Mitume. Basi walipoona uhodari wa Petro na Yohane, na kujua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wenye ujinga, wakashangaa, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Pema hiki ili bashangaza mtu mwenye ana elimu ndio anatukonvenkre hivi. Okay, si akatala. Ndio. Lakini sasa tubakilie vile elimu, tutaenda wapi bila nilisema jana pata mzuri, nilisema hivi, wendo fanye fakulite ya droit ama ya pedagogie ama literaire, lakini hakuna fakulite pastorale mumaandiko haiko. Hakuna pastorale? Hakuna. Sasa leta andiko. Samahani papa mchungaji. Acha nikwambie kwamba tuko wa mwalimu. Pour que ufundishe mtu yafo hiyo mentalite ya mtu.
Sawa. Unayo kisi ya kutembea naye. Sikia sasa Biblia. Sikia vile sasa Biblia wewe nasema. Wakorinto wa kwanza 2:9. Wakorinto wa kwanza anzia 10. 2:10. Twende haraka. Lakini Mungu aliyafunua kwetu kwa roho yake. Ni ufunuo wa roho. Kwani roho anatafuta maneno yote hata mafumbo ya Mungu. Kama uko na Roho Mtakatifu, soko na presse hata yenyewe wewe ulifanya, mimi ndabiyua tu wakati niko na pressure, utasikia tu nagusa fasi moja, mie ule na mimi bananitaya pale. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Elimu ya hii ya haiwezi jua. Ni maandiko tu yenyewe balikupatia, wanakupatia brevet. Bakupa Roho Mtakatifu. Eske mwana kupa diplome ya teolojia anakupa Roho Mtakatifu? Papa pasteur. Mwana kupa diplome papier anakupa Roho Mtakatifu? Baba mchungaji. Nijibie kwanza tu pale. Mwenye ananipa papier hayaniongezea ujuzi. Lakini unaona kwenye tuko tunaenda sisi, lakini haiko shibote. Sia tulifunzwa. Lakini unaenda kujikuta mtu hayaendaka kwa masomo. Hayafanyaka kitu yoyote. Anaweza enda musoko, anauza Biblia. Samani kusema vile. Na navala koti, na natembea, na yanakuwa mhubiri. Nani alimutuma? Sasa kama alipata wito, basi wao ulikuwa wako. Lakini msaidizi Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Ndio. Yeye atawafundisha nyinyi yote. Mungu iko na uwezo ya kamata tafu. Mwenye analogota bitepe kubalabala, anamfanya pasteur na anahubiri na unashangaa. Acha niongeze kidogo. Niliwahi kusoma mu Biblia, nikakuta wakati Yesu alituma mamitume. Ndio. Akawaambia waende wawili. Ndio. Lakini kwenye walienda, walikuta mtu mwingine alishatangulia. Kisha wakaanza kumpiga vitu, akamuuliza, nani mwenye alikutuma? Sawa. Okay, unajipa jibu. Anajijibia yeye peke. Merci. Okay, karibu. Jina la Yesu ibarikiwe. Amen. Kwa majina ni Murimanya Shamafu Pascal. Ndio. Niko na ulizo na ninataka nipate jibu. Pia ninataka nipate shauri. Okay. Kufikangu hapa si kwa kubishia jia neno la Mungu, lakini ninataka nijue kweli. Ndio. Amen. Kuhusu ubatizo, nilisikia jana ya kama ukibatizwa kwa majina 3, yani kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Aseme hiyo umebatizwa ndio, lakini ni ingali katika makufuru ama desturi za wanadamu. Lakini si au kubatizwa ndio, au kubatizwa tu. Maana mtu pale akubatizwa. Sasa nilitaka nijue, munisaidie na neno katika Mathayo. Sura 18. Mapendo, kama unaweza penda upate mafundisho ya ubatizo wa Kikristo, yani ubatizo kimaandiko ya jina la Yesu Kristo, unaweza kamata hii bana taya utatu utakatifu na namna jinsi ubatizo ilifanyika kwa njia ya kweli ya jina la Yesu. Hapa utakuwa tena na mabishano. Aka nika kitabu unaweza ona Dieu merci, na hapa tuko na kitabu kingine ya eschatologie, mafundisho ya ufunuo. Kama unaweza penda kuipata, nilikuwa nilishasahau. Njoo aka mkwa eschatologie yote inaanza ufunuo yote. Unaweza ukaona Dieu merci, atakupatia maelekezo ya zaidi. Merci, endelea na swali lako. Na hii nayo ni divinite ya Jesus Christ. Ukipenda kuipata, unaona frère Dieu merci, yani uungu wa Yesu Kristo. Haiko tena kimandi, unaweza tu ikala unajifunza, unajidevelope we mwenyewe kuliko kwenda kunahangaika. Merci. Okay, kuuliza ni kutaka mtu ajue kweli. Ndio. Mie ndio nilibatizwa mwa zile jina 3, lakini nataka niyue kweli. Ndio. Nilisikia maandiko ndani ya Mathayo sura 28 haya yake ya 18 tunamalizia 12. Yesu akakuja kwa akamwambia akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sawa. Kwendeni basi mkafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba
na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote ambayo niliwaamuru nyinyi. Naam. Na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Okay, nashukuru sana. Sasa ile andiko yenye alipatia wanafunzi wake ni amri ya mwisho. Eske akakuwa demantire au ndio mimi nataka nijue, sababu ni yeye ndio mwenye alipatia wanafunzi ile andiko. Pale unasoma muwabatize kwa nini? Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni andiko inasema pale. Ni vingapi? Ni vitatu. Lakini muwabatize kwa nini? Mimi nasema pale kwenye andiko inasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Sawa, ni jina moja. Ni jina moja. Baba haiko jina, Mwana haiko jina. Yaani muwabatize kwa jina. Uko unanifuata? Banafunzi walielewa ni wakati Yesu anafufuka. Akabafundisha. Soma Luka 24:44 twende haraka. Ndio. Haya ndio maneno yangu ambayo niliwaambia nyinyi wakati nilipokuwa kwenu. Maneno yote yatimie. Ya kwamba maneno yote yatimizwe yaliyoandikwa juu yangu. Katika Torati ya Musa. Na katika manabii. Na katika Zaburi. Halafu akafungua akili zao wapate kufahamu maana ya maandiko. Kumbi kwa ile wakati yote alifanya nao trua za dunia, hawakukuwa alisafahamu maana ya maandiko. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa na ndivyo ilivyopasa Kristo kuteswa na kufuka toka wafu siku ya tatu, na maneno ya toba kusamehe dhambi yahubiriwe kwa jina lake katika mataifa yote, kwanza kutoka Yerusalema. Yani Yesu anabajulisha maneno ya toba ni ubatizo wa Yohana. Patia itu maiki. Maneno ya toba, usamehe wa dhambi ihubiriwe kwa jina lake Yesu Kristo. C'est pourquoi ukisoma Biblia muwabatize kwa jina. Akawaambia maneno ya toba, kusamehewa dhambi ihubiriwe kwa jina lake. Ndio recommandation sasa anabapatia sana fufuka. C'est pourquoi hakuna ubatizo wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu mu maandiko, lakini akawaambia mwende, lakini kazi mtafanya ya toba, kusamehewa dhambi muifanye mjina lake. Sasa saba wanafunzi walifanya ile kazi. Unasoma Matendo ya Mitume 2:32. Twende haraka. Wakati waliposikia maneno haya wakachomwa katika mioyo yao. Anzia 37. 13:7. Twende. Wakati waliposikia maneno haya wakachomwa katika mioyo yao. Wakaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu tutafanya nini? Petro akawaambia tubuni mukabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Hawakutumia tena ile ya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, sababu wakati Yesu anaenda ndio anawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, enendeni basi mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mwabatize kwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Akaenda mbinguni. Saa Yesu sasa alirudia, ililomba bafundishe, akabafundisha 40 jours. Matendo ya Mitume twende haraka. Matendo ya Mitume 1:3. Hakuachia pale, aliendelea kuwafundisha. Na nyuma ya kuteswa kwake aliwatokea. Akaonesha kwa alama nyingi ya kuwa yuko hai. Akaonekana nao kwa muda wa siku 40. Hapa ndio kwenye bapastere banafuchikaka watu. Olia baoneshe watu kama Yesu tena alifufukaka, akapatia wanafunzi yake seminere ya muda wa siku 40 abafundishake pale. Banambia tu wa Kristo, soma Mathayo 28, ukibatizwa tu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nao tu ni ubatizo. Juu Yesu ndio alisema. Mimi ukimuuliza kama Yesu alisema, aliambia nani? Asa alikuwa anaambia wanafunzi. Sasa wanafunzi jua nini abakubatizaka mu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Asema yake abakushikaka bya metre wao, sisi tutafuata bya metre. Hapana. Banashindwaka kubambia bakristo Matendo ya Mitume 1:3. Kama Yesu alitokea tena wanafunzi akabapatia enseignement ya 40 jours, iko na bafungula akili, na ndio akawaambia mwende sasa, kila mwenye atabatizwa maneno ya toba, kusamehewa dhambi, muihubiri kwa jina langu. Ndio maana bakubatiza mu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Balipata enseignement, habakutripote maneno Yesu alibafundisha. Ile ilikuwa ni recommandation tu non faite, lakini alibapa tena enseignement ya affirmissement ya 40 jours. Hata ba theologie banajuaka biko nakatala kubatiza watu mjina la Yesu, juu wanaona batavuruga mafundisho ya banani ya ba missionnaire balibapatia, lakini kibiblia hakuna ubatizo wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hakuna.
Nashukuru sana. Merci. Nauliza tena hivi pastor. Eske mwenye alisha kubatizwa kwa zile jina tatu sababu haiko mimi peke. Eske anashauriwa tena kubatizwa mara ya pili or munabakiza katika maji mengi na mtu alipita katika maji mengi? Kamata Biblia. Matendo ya Mitume 19 verset 1. Ikakuwa kati ya Paulo alipokuwa katika Korinto. Paulo akikwisha kupita kati ya nchi za juu. Akafika Efeso. Akaona wanafunzi wengine akawauliza. Mulipokea Roho Mtakatifu wakati mulipoamini? Wakajibu akasema ndio. Hapana. Hatukusikia kama Roho Mtakatifu yuko. Akawauliza. Basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Simama kwa pale. Na kuuliza. Yohana alikuwa na ubatizo ya maya mkopo wala maji mengi. Patia maiki. Yohana alikuwa anabatiza katika maji mengi. Sawa, mpatie sasa maiki. Shuka sasa. Sema kwa ubatizo wa Yohane. Sawa. Paulo alisema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Akiwaambia watu wamwamini atakaye kuja nyuma yake. Ndiye Kristo Yesu. Waliposikia maneno haya wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Alikuwa shabatizwa na Yohane maji mengi, lakini hivi walibatizwa ubatizo wa toba, ilibidi tena wabatiziwe sasa mjina la Yesu. Tena maji tu ile mengi. Lakini probleme ilikuwa ni jina. Nashukuru sana. Merci. Lakini wakati Yesu alikuwa duniani, mbona Yohana ndio mwenye alibatizaka Yesu? Sasa Yesu naye alibatizwa kunani ya Yohana juu ya nini? Kwa nafuata context ya maandiko. Yohana kumubatiza juu alipenda. Soma Yohana 3:13. Inashuhudia Mathayo 3:13. Ubarikiwe. Wakati ule Yesu akatoka Galilaya hata kufika Yordani kwa Yohana abatizwe naye. Sawa. Sikia sasa hapa. Lakini Yohana alitaka kumzuiza akisema. Yohana alikataa. Mimi ninahitaji kubatizwa nawe. Nao nakuja kwangu. Yesu akamwambia Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa. Kumbi kwa sababu alimruhusu amubatize ni nani? Ni Yesu. Haiko Yohana ndio aliruhusu Yesu. Yesu ndio alimwambia Yohana, kubali tu. Juu tutimize haki. Juu Yohana alimwambia mimi sistahili. Wewe ndio mwenye vyako. Mimi ninahitaji wewe ndio nibatize. Yesu anamwambia kubali. Mimi ndio ninakuruhusu. Merci. Mungu Baba yetu mtakatifu mwenye kuwa na nguvu na uweza, tunataka kuondoka lakini tusiondoke ndani ya neema. Uweza na nguvu na mamlaka na ushindi wa Roho Mtakatifu tawanyike pamoja na sote. Nguvu ya uponyaji waguse watu wako wote waliokuwa hapa, waponywe kwa neno lako, wabarikiwe kwa neno lako, wafunguliwe kwa neno lako, mjina lako Yesu uliye Mungu Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba. Amen. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Oh, Yesu ni nani? Mungu sampusa. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa atabaki kuwa Mungu. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa